Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Open Studio, hii leo tumekutana hapa kujuzana katika mjadala ule wa umuhimu wa mikopo kwa wanafunzi wa ngazi ya juu ama wanafunzi wa vyuo vikuu. Katika mjadala huu tutaenda kuzungumzia mustakabali mzima unaowahusu wanafunzi hao pindi wanapokuwa vyuoni katika maisha yao ya kila siku ya masomo na maisha mengine. Sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mgeni hapa ambaye yeye moja kwa moja ataenda kutujuza na kutufafanulia yale ambayo yalikuwa yanatupa gagaziko kidogo na sintofahamu. Na mgeni huyu bwana ametokea katika Chuo Kikuu cha Islam cha Morogoro, ambaye yeye ni waziri wa fedha katika serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Islam cha Morogoro. Karibu ungane nami, Mwindadi Mzee ndiye mtangazaji wa zamu ya siku ya leo. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Open Studio, tumerejea kama nilivyokujuza. Tunaenda kuangazia moja kwa moja umuhimu wa mikopo kwa wanafunzi wa ngazi ya juu ama wanafunzi wa vyuo vikuu. Kama nilivyokujuza awali, mtangazaji wako ni mimi Mzee Mwindadi. Moja kwa moja ninaungana na kiongozi wangu. Karibu kiongozi. Kwa majina anaitwa Almas Msabaha. Huyu ndiye waziri wa fedha kutoka serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Islam cha Morogoro. Kiongozi, karibu sana. Tunapozungumza kuhusiana na umuhimu wa mikopo, tunajua kuna umuhimu wake na faida zake, lakini kabla ya kuendea huko, ni nini hasa hii mikopo ya serikali kwa upande wa bara ambayo ni kwa wanafunzi? Ni nini hasa, kwa sababu kuna wengine hawafahamu? Tuanzie hapa. Asante sana ndugu mtangazaji. Labda tunianze kusema nashukuru sana kwa kupata fursa hii. Lakini tunapozungumzia mikopo hii ambayo inatolewa na HealthBull kwa maana Tanzania bara, hizi ni fedha ambazo serikali imetenga kwa niaba ya kuwakopesha au kuwawezesha vijana wa Tanzania ambao wanasoma Tanzania bara kuweza kuendelea na masomo au kujikimu katika shughuli zao za masomo ambazo wanaweza kuwa wanasoma kila siku. Ila inaitwa mikopo kwa sababu kuna urejeshaji baadaye. Ndio maana ni mikopo. Na wengi wamekuwa wanashindwa kufahamu hilo, kwamba wanajua kama serikali inawapa hivi, kumbe kuna utaratibu wa kurejesha baada. Yes, nafikiri ni neno ambalo ni la Tanzania. Unaposema mkopo Kiswahili chake na maana kuna kurejesha. Kwa hiyo serikali kwa kuwa ina lengo la kuzalisha wasomi wengi ili kufanya nchi iendelee, kwa hiyo inatoa mikopo ili kuhakikisha leo tuna kundi kubwa la wanafunzi ambao wanasoma vyuo vikuu, na ni kwa sababu ya mikopo. Na hiyo kitakwimu imekaa hivyo. Bila mikopo hii huenda tusingekuwa na wasomi, namba ya wasomi tulionao leo Tanzania. Kwa kweli wengi imekuwa ikiwasaidia hasa. Sasa kabla ya kupata, lazima tujue kwamba kuna vigezo na taratibu ambazo mtu unapaswa kuzifuata ili mwisho wa siku uweze kuapply ama kufanya maombi hayo. Ni vipi sasa vigezo na taratibu hizo ambazo mtu anapaswa kuzifuata? Yes, kuna vigezo ni kama ulivyosema, lakini kigezo kikubwa cha kwanza mtu awe mwanafunzi, mwanafunzi wa mimi kigezo kikubwa cha kwanza awe Mtanzania, lakini awe mwanafunzi wa level ya degree. Lakini sasa hivi tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa hivi tumeanza utaratibu wa kuwapa mikopo hadi certificate na diploma. Kwa maana mtu amemaliza form 4 kaenda ameingia chuo, kuna baadhi ya course serikali imeanza kwa awamu. Kuna baadhi ya course wanapokea mikopo, wanaweza waka-apply mikopo. Kwa hiyo ni kigezo kwanza wewe Mtanzania, lakini wewe mwanafunzi. Lakini kuna vigezo vile ambavyo tunasema ni vigezo vya priority au vigezo vya vipaumbele. Ndio kama watu ambao wamefiwa na wazazi, watu ambao ni wazazi wao ni disabled kwa maana ni walemavu. Hivyo ni vigezo ambao ni vipaumbele. Lakini kigezo kikubwa ni Utanzania na awe ni mwanafunzi amini mwanafunzi wa taasisi yote ya elimu ambayo inajulikana na mamlaka za elimu Tanzania ambazo zipo chini ya TAMISEMI. Yes. Kwa maana hiyo wapo ambao wana vigezo hivyo, lakini imekuwa bado wao ni ngumu kupata, aidha wanakosa. Hivi kwa upande wako na utaalamu wako katika sekta hiyo ya uwaziri, ni changamoto gani ambazo huenda umezipitia na ukaona kwamba ndio unakuwa tatizo kubwa la wao baadhi yao kukosa licha ya kuwa wamefanya maombi? Yes, mimi nashukuru sana. Ni swali zuri sana mtangazaji. Ni kwamba ni kweli kama nilivyosema kuna vigezo vipaumbele kwamba Tanzania serikali inajitahidi kutoa mikopo, lakini wanafunzi ni wengi kadri siku zinazozidi kwenda. Kwa hiyo ule mkopo kukidhi watu wote kwanza ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa maana ya
ukilinganisha pato letu la taifa na idadi ya watu tuliokuwa nao inazidi inakuwa mara kwa mara. Lakini kingine labda niseme kigezo kingine ambacho vitu vingine ambavyo vinafanya watu wengi wakose kwamba huwa kuna watu wengi ambao kuna vile vigezo vipaumbele vipo ambavyo nilisema awali, mfano umefiwa na mzazi, labda mzazi wako ni mlemavu. Sasa kuna watu wanatumia hiyo fursa, ni wazao wapo, ni wazima, lakini anaenda na bush cheti cha mzazi amekufa, ana attach kwenye nani application yake ya mkopo, kitu ambacho kinakuja kumletea rudutata katika wakija kufanya matching ya zile taarifa zake kule bodi na upelekea kukosa. Lakini kitu kingine ambacho mimi hichi labda ningesema ni shauri hata serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia HealthBull kwamba wahakikishe wale watu ambao wanafanyia application, kwa maana serikali au kupitia HealthBull ingetengeneza maybe kila wilaya au kila tarafa kuwe kuna watu maalum wa kufanya application za mikopo ambao wao wako chini ya HealthBull wenyewe, ili kuepusha hizi sababu za kutokuwa na vigezo, sijui una hichi umekosea sehemu gani hivyo. Mimi naona hiyo ni sababu kubwa sana. Ya kwa maana kwamba walau hiyo itapunguza ile mambo ya moja kwa moja kwenda kufanyia online, kwa sababu tumejua siku hizi kumeingia mambo ya mtandao na teknolojia imekuwa. Na hii huenda ikawa pia ni sababu ambayo watu nafanya udanganyifu uzidi kuongezeka kwa sababu tu maombi mara nyingi wanafanyika kwenye masuala ya mtandao moja kwa moja. Hapana, mimi naweza kusema online kwanza mimi niseme ni maendeleo. Na kama ni maendeleo online sio sababu ya watu kukosa, lakini kwenye maendeleo huwa kuna impact, kwa maana kipindi cha transition huwa kuna watu wengi katika kuhama, huwa kuna changamoto kubwa za uelewa. Kwa hiyo wengi, mimi nasema sababu kubwa sio online. Hapana, online inarahisisha ule mchakato. Assuming Tanzania leo tungekuwa tunafanya manyo, kwa maana ya tunabeba makaratasi wanafunzi wote Tanzania tunapangana mstari kidogo, tungemaliza miti lakini tungechukua muda mrefu. Lakini kwa sababu ya online inarahisisha ile jambo kwenda kwa haraka na kwa muda mfupi. Kwa hiyo mimi online naipongeza, kwa maana ni means ambayo inapeleka mchakato kwa haraka. Kikubwa tu nilichosema ni kwamba tunatumia hiyo platform kwa sababu hatuonekani kubushi baadhi ya taarifa, kitu ambacho kinaleta madhara baadaye. Kwa maana kama ulifuatilia taarifa za nyuma hapa, kuna wanafunzi walikamatwa kwa sababu walibushi taarifa. Yes, kwa hiyo yote ni impact ya kutumia online, kwa maana wanaona kule hawaonekani, kwa hiyo wanaamua waweke tu taarifa, kitu ambacho kina cost baadaye. Yes. Sasa Mheshimiwa Waziri, najua umetumikia nafasi hiyo kwa muda fulani. Naamini moja kwa moja itakuwa kuna malalamiko ambayo yalishawahi kukufikia wewe ama katika idara yako ya uwaziri moja kwa moja, kwa sababu wapo ambao huenda wanapata mikopo lakini mikopo yao haitoshelezi na kuna wale ambao wanakosa. Je, katika taarifa hizo zikikufikia kwako, kuna taratibu gani ambazo mnazichukua kuhakikisha kwamba aidha wanapata ama kutafuta njia nyingine ya wao kuwasaidia? Yes, kwa level ya chuo chetu, Chuo Kikuu cha Islam cha Morogoro, kwa nafasi ya Waziri wa Fedha, Uchumi, Mipango na Mikopo katika serikali ya wanafunzi ya MUMSO, ni kweli tunapata malalamiko kama hayo, lakini njia tunazozifanya za kwanza ni kuwasiliana. Kwa mfano kwa malalamiko ambayo watu wana mikopo lakini maybe ile mikopo yao inachelewa kufika kwa wakati, kwa hiyo tuna coordination na loan officer, kwa maana afisa mikopo wa chuo ambaye anatuunga moja kwa moja na bodi ya HealthBull. Na kama ikifika kipindi ambacho maybe afisa mikopo ana mambo mengi na ananiassign mimi, naenda bodi ya mikopo kushughulikia ile swala, na swala linakuwa linatatulika. Lakini kwa wale ambao wanafunzi ambao wana asilimia ndogo za kama nilivyosema awali, pato letu la taifa ukilinganisha na watu ni wengi, hiyo lazima tukubali, ndio uhalisia. Kwa hiyo wote hatuwezi kupata 100%. 100% ni uongo. Kwa hiyo kama ni uongo, hichi kidogo tunachopata, kwa hiyo sisi tunatumia kama waziri wa fedha mikopo, waziri wa fedha na mikopo, huwa natumia platform ya kutafuta wadau mbalimbali ili kuhakikisha wale ambao wana asilimia chache wanaweza labda tu kipekee niipongeze sana taasisi ya Kishabu ambayo iko chini ya ndugu yangu Kishama. Ndio. Of course ni taasisi ambayo tumeendelea kushirikiana nao bega kwa bega kusaidia wale wanafunzi ambao wanakwama kwa sababu ya asilimia ndogo, wanashindwa, unakuta ile la boom wanaichanganya kwenye ada ili angalau kukidhi mambo. Na muda mwingine anafeli kabisa. Kwa hiyo tunaangalia wadau, taasisi kama hizo kuweza kushirikiana nao ili kupeleka gurudumu mbele. Ningependa uwafahamishe kwamba ni nini hasa utofauti kati ya boom na mkopo, kwa sababu kuna wengi ambao wamekuwa kidogo wanapata mgogaziko katika eneo hilo. Yes, asante. Boom, tunapozungumzia boom, hiyo ni hela ya kujikimu ambayo hiyo
sheria yake au uhalisia wake ni kwamba kila mwanafunzi wa Tanzania ambaye atabahatika kupata mkopo kwa maana atabahatika kulipiwa ada kwa asilimia yoyote ile, basi lazima apate boom kwa maana ya pesa ya kujikimu, na huwa hiyo iko sawa kwa wanafunzi wote Tanzania nzima. Naamini Tanzania bara wote au Tanzania nzima kwa ujumla, kwa maana ni kwa sasa hivi ni 600,000. Kwa hiyo ndio inaitwa boom. Kwa hiyo kama mtu mpata 1% ya mkopo lazima upate 600,000. Umpata 100% lazima upate 600,000. Lakini mkopo tunazungumzia ni ile ada ambayo mtu analipiwa, ambayo inaendana kutokana na kozi anayosoma na chuo alichopo. Mfano hapa let's say sheria hapo analipa 1,200,000. Mzumbe labda tunashumu analipa labda 2,000,000. Kwa hiyo ule mkopo tunazungumzia wa ada utalipo kutokana na rate ya ada inalipwa MUM na rate ya ada inalipwa Mzumbe. Kwa hiyo Mzumbe ni 2,000,000, hapa ni 1,000,000 au 1,150,000. Kwa hiyo mtu hapa atalipiwa kutokana na asilimia za 1,150,000 na kule atalipiwa kutokana na asilimia za 2,000,000. Kwa hiyo hiyo ndio nini? Hiyo ndio ada. Ndio maana sikia mtu kapata 20% labda analipiwa kwenye 1,000,000 analipiwa yeye analipiwa labda 250,000 au analipiwa 300,000. Ila zile zingine zote anajilipia mwenyewe. Ila boom anapata 600,000 ile kwa wanafunzi wote. Regardless zile asilimia alizopata. Yes. Na hapa kwenye upande wa boom umesema ni 600,000 kwa watu wote. Haibagui nani na wala nani. Inakuwa ni kwa muda gani hiyo 600,000 kwamba labda ni miezi kadhaa? Okay. Ni kweli, nashukuru sana. Kwenye mwaka wa masomo huwa kuna boom kwa maana ya installment 4. Yani kila baada ya miezi miwili inatolewa boom moja kwa maana 600,000. Ukipiga hesabu ina maana kila mwezi mmoja 300,000. Ina maana kwa siku ni shilingi 10,000. Kwa siku sasa shilingi 10,000. Ina maana inaonyesha kwamba kuna maboresho yalifanyika, kwa sababu nyuma ilikuwa inasemekana ni shilingi 7,000 kwa kila siku. Ndio. Imetoka mbali, ilikuwa 5,000. Kwa hiyo mimi kikweli ndio maana naipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imefanya jambo kubwa sana. Inatua inapigwa kwa watu waendelee kuwa na uvumilivu kwa sababu idadi ya watu na kipato imekuwa tofauti, hivyo ndio maana serikali inakuwa chini kidogo, lakini kadri maboresho yanazidi kwenda na ndivyo kima kinapopanda. Kwa hiyo watu tu wawe na subira na uzalendo, ndio jambo la muhimu. Sasa Mheshimiwa Waziri, kuna kitu tunapata tatizo kujua. Tumetoka kwa changamoto, tumetoka kwa tatizo nyingine. Je, kwenye ofisi yako wewe umekuwa na nafasi ya kutoa elimu kwa sababu ili wale walengwa haswa waepukane na udanganyifu na changamoto nyingine, kwa sababu kama kuna udanganyifu unaendelea kutokea, wewe kama ofisi unapaswa kunaamini kuna kipengele hicho cha kutoa elimu aidha na semina, kwamba kuelimisha kwamba 1 2 3, au hata kama hujadanganya lakini kwa changamoto zimetoka unapaswa kufanya hivi na hivi, na ndizo taratibu ambazo tunapaswa kufuata. Je, wewe kwenye ofisi yako kuna kitu kama hicho? Ni kweli, na niseme tu kwa uwazi kwamba honest kwamba mwaka huu tumejitahidi sana kutoa elimu na tumeitisha makongamano mengi, tumekaa vikao vingi na wanafunzi, na juzi tu tulikuwa na kikao na watu wa BAKWATA, lakini na watu wa na taasisi moja ya Mchupa Stationery. Hao ni wadau wetu wa mikopo. Kwa hiyo tulishirikiana nao kuweza kutoa elimu. Kwa mfano maswali wanauliza vigezo, changamoto hizo za vitu gani vinafanya watu wakose mikopo. Tumetoa elimu hizo kwa wanafunzi ambao walitikia wito walipokuja, lakini hiyo ilisambaa kwenye magrupu. Kwa hiyo naamini kwamba ile elimu imewafikia, na tunazidi kutoa elimu kwa sababu ni swala ambalo ndio tunaliendea muda sio mrefu. Kwa hiyo tunazidi kuelimisha namna gani, ni vitu gani wazingatie ili wasije wakakosa. Lakini cha kukumbuka tu ni kitu kimoja, ni kwamba hii keki ni ndogo. Kwa hiyo lazima tuigawane kadri ilivyo. Na sio lazima au nasemaga neno sio haki ya kila mtu kupata. Hapana. Hii ni kutokana na vigezo. Serikali inataka iangalie nani ambaye ana uhitaji zaidi asaidiwe. Ndio maana kuna zile priority matters. Mfano watu hao walemavu, watu wamefiwa, wale watu wana matatizo makubwa. Ndio huwa serikali inawapa priority kubwa, kwa sababu wana probability kubwa ya kukosa kusoma kwa sababu ya kifedha. Tumekuwa na mheshimiwa tangu mwanzo mpaka tamati wa mjadala huu kuhusiana na umuhimu wa mikopo ya HESLB kwa wanafunzi wa ngazi ya elimu ya juu ama vyuo vikuu. Mtangazaji wako ni mimi Mwindadi Mzee, na mgeni wetu alikuwa ni Sadi Almas kutoka Chuo Kikuu cha Islam cha Morogoro, ambaye yeye ni waziri wa fedha katika serikali ya wanafunzi
ya Chuo Kikuu cha Islamu cha Morogoro. Alikuja hapa kukujuza na kupa dondoo za taarifa za kina kuhusiana na umuhimu wa mikopo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu.